Hello guys, karibu tena kuri YouTube channel yacu. Ku mazina ni yandi nyene ni Japhet canke J Black. Kwa wale wengine ndugu zetu wenyewe wanaongea lugha tofauti za Kiswahili, kwa majina naitwa Japhet au kitaka tu unaweza kuniita J Black. Na leo tena tuko na mgeni ndani ya studio zetu, si mwingine ni president yetu hapa. Anaweza kujitambulisha? Kwa majina anaitwa Gabriel Mkandama, au kwa wale ndugu zangu wa Kiislamu wanaita Jibril. Mimi ni kama mwanzilishi wa Yambondo Syracuse, na vile vile niliwahi kuwa kiongozi wa Yambondo State ya New York. Ni hivyo. Poa. Lakini hujajitambulisha kama uko mnani Mshinyata, mnani Mshinye. Kwa hilo hapana, mimi ni Mbembe wa baba na mama. Ni hivyo tu. Okay. Mmeshamsikia mgeni wetu ni Mbembe. Mbembe Mbondo ese ese balo katendekele. Sio hivyo, umekosea. Wanasema mtetekele. Mtetekele. Msitucheke hapa bwana. Leo tumemkaribisha hapa ndani ya studio yetu tuongelee kuhusu inchi hii yenye wakilisha hapa. Mkimwona hapa mtapita tu mnajua kwenye anatokezea. Yeye anatokezea nchi ya Kongo. Ameshajitambulisha kama yeye ni Mkongo. Na tena ni Mbembe, si ndio hivyo? Ndio. Leo tutaongelea kuhusu mambo hatutaongelea mambo mengi kuhusu vita ya Kongo. Tutaongelea mambo machache tu ya pale tu kuhusu Uvira, Tombe Uvira, kuhusu ile sehemu za pale kwetu Ubembeni, jinsi ilikamatwa Uvira. Ndio. Ulisikia taarifa ya kwamba waliishika? Hizo taarifa tulizipata ambapo jeshi la wavamizi wa Nyarwanda walikuja wakavamia wakashika jiji la Uvira. Tulizipata hizo taarifa na ilikuwa ni masikitiko makubwa. Wakati wavamizi hao wa Kinyarwanda walishika jiji la Uvira. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ilikuta kwanza Wakongomani ni watu wakarimu. Wakarimu sana. Ni watu wakaribishaji. Wakongomani wanapenda watu wote. Amen. Lakini uvamizi ndio ulipoingia, kuna baadhi yao walifurahi. Baadhi ya hao Wanyarwanda ambao tunasema ambao walikuja kuvamia, lakini Wakongomani kwa jumla hakuna aliyefurahi hilo swala. Mkongomani wa ukweli alihuzunika. Nimesema Mkongomani kwa ujumla hakuna aliyefurahi hilo swala. Okay. Sawa. Kwa hiyo walipoishika wakaiachilia, waliachilia kwa njia ipi sasa? Hawakuachilia. Walipigwa. Hawakuachilia, lakini walikula kipigo kikasababisha wakimbie. Na tena kwa kuwa nilikuwa nasikia taarifa ya habari kwamba wanataka kushika Baraka. Walijaribu lakini hawakufanikiwa. Katika nchi ya Kongo, Kongo ina zone nyingi sana. Na majimbo mengi sana. Lakini kuna jimbo moja ambalo waga halichezewi ovyo ovyo. Ni hilo jimbo la Fizi. Zone Fizi huko. Huko hata Mobutu aliwahi kuliita zone rouge. Ilikuwa ina maana yake. Yes, ndio kule penye panazaliwa yule baba Donani huyo. Alikuwa ni Mbembe. Yule mwenyewe yuko kwenye pale Tanzania, kama umeshafika Dar es Salaam. Yule si Mbavu Moja. Mbavu Moja. Ndio. Yule ni mzaliwa wa Fizi. Sababu inaitwa zone rouge kwa sababu Fizi hizi mbinu za kivita ukiwauhalisia
ilitokana na mbavu moja. Ile vita ya kushtukiza. Hiyo ilikuwa ni mbinu ya mzee mbavu moja na ni mzaliwa wa Fizi. Kwa hiyo ukienda kivita utakutana na wazee wa vita. Utakutana kina mbavu moja hapo huko. Kwa hiyo tu walipofika pale sehemu za kule zone Fizi wakakutana na wambavu moja ndio wakaamua kurudi sasa. Yaani ndio hivyo, kwa sababu hawa Wanyarwanda mbinu zao ilikuwa kwamba waende mpaka Kalemi, Shaba, wapi huko kote. Lakini wakashikwa. Lakini ilipofika waliposhika Uvira, watoto wa Fizi wakasema hapa natakiwa tujipange sawa sawa. Kwa sababu pale wangepita tu pale zone ya Fizi, basi wangekuwa wametoboa. Lakini kwa sababu pale kuna wapambanaji, akasema hatuwezi kuruhusu sehemu yetu iende hivi hivi. Kama wana ujuzi wangepita sehemu zingine, wangepita mbali sana kuliko zone ya Fizi. Lakini walikuja kuchokoza pabaya. Sehemu sio ya ukweli. Walichokoza pabaya. Sasa ukisema hivyo kwamba eti walichezea pabaya, si wale wazalendo wenyewe wako pale Fizi ndio walienda kule hata Uvira, kipindi kwenyewe walishika Uvira, wale wazalendo walikuwa kule alafu ndio wakakimbilia kule Baraka. Unaweza ukasema hivyo kwa njia moja au nyingine. Niseme kwanza, Uvira inawezekana kwamba wale wazalendo waliokuwa Uvira ndio walienda Fizi. Lakini kuna watu wenye asili ya Rwanda ambao walijiingiza. Walikuwa wako wengi sana kwenye zone ya Uvira. Sasa wakawa wanawasiliana na wale waasi wa jeshi la Rwanda M23. Sasa ndio ilitokea mbinu ya wenyewe kushika jiji la Uvira kwa urahisi. Kwa sababu ya mazungumzo ambao walikuwa wakizungumza na au waasi wengine. Sasa wenyewe walikuwa wanaishi pale, yani watu wa ndani, ambao walikuwa wanaishi jiji la Uvira. Wanyarwanda. Sijasema Wanyarwanda, nimesema wanaweza kuwa ni Wakongomani lakini wenye asili ya Rwanda. Okay. Lakini hapo ndo unatutega mtego hapa, wengi sana hapo hawataelewa vizuri. Ninaposema Wakongomani wenye asili ya Rwanda, unaweza ukamtazama mtu ukajua huyu mtu ni wa sehemu fulani. Tukiangalia Afrika yetu tunajuana. Tunajuana. Unamtazama mtu unajua kwamba huyu mtu uasilia wake umetokea nchi fulani. Sasa ndio hawa ambao mimi ninazungumzia, wenye asili ya Rwanda. Wanaweza kuwa wanajiita ni Wakongomani. Unajua unaweza ukakaa kwenye nchi miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, lakini ile asili yako haitoki. Wewe ni mtu asili. Tuchukue kwa mfano, sasa hivi tuko Marekani. Kuna wale watu ambao wanawaita wa African Americans. Utakuta wenyewe hata Afrika hawapajui. Yaani mababu zao ndio walichukuliwa utumwa wakaletwa hapa. Wenyewe wamekushazaliwa hapa, lakini bado wanaitwa ni African American. Maana yake ni wa Marekani wenye asili ya wapi? Ya Afrika. Okay, sawa. Hilo swali tutalirudia baadaye kwanza. Kwa hiyo walipoachilia ile ule mji wa Uvira, kuna wananchi fulani waliteseka pale. Ndio wakahamu pamoja na wanajeshi wa M23. Hilo swali nyinyi sasa mnalichukuliaje? Hapo ndugu mtangazaji, mimi na maono yangu ni haya mawili kwa hao watu. Ya kwanza, inawezekana wao ndio walikuwa chanzo cha M23 kuingia Uvira. Maana yake ndio maana nilikwambia hapo awali kwamba kuna watu ambao walikuwa wanawasiliana na wao. Connection. Sawa? Inawezekana wao ndio walikuwa chanzo cha M23 kuingia Uvira. Hiyo ni ya kwanza. Au walikuja pamoja na M23.
Ndio wakaona kwamba tutoke na wao wenyewe. Kwa hiyo kama walikuja pamoja na M23 na M23 ambao walikuja nayo imetolewa. Kwa hiyo akasema hapa hakuna budi sisi kukaa, inabidi na sisi tuondoke na wale ambao tulikuja nao. Au kama wenyewe ndio walikuwa na mazungumzo na wao M23 kuingia. Wakaona kwamba hatuna budi sisi kukaa kwa sababu tukishajulikana kwamba sisi ndio tulikuwa nazungumza, tulikuwa nawasiliana nao. Itatuia vibaya, acha sisi tufanye nini, tuondoke nao. Yeah, sawa hivyo nakusikia, lakini kuna baadhi wenyewe walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanawatesa hawa wazalendo. Walikuwa wanawatesa sana. Na tena wakaogopa kwamba eti wakiendelea kukaa pale wazalendo wanaweza kuwaua. Sawa. Swali ni hili. Walikuwa hapo kwa muda gani kabla M23 haijaingia? Si walikuwa naishi Uvira? Walikuwa naishi pale. Walikuwa nateswa? Hayo ndio maswali yanatakiwa tunajiuliza na tunawauliza wenyewe. Kabla M23 haijaingia, walikuwa naishi Uvira. Je, walikuwa nateswa? Watujibu ndani ya comment hapo. Wajibu. Watujibu. Sawa? Kama mko mnatusikiliza, mjibu hilo swali. Mko mnaishi wapi miaka hii yote? Miaka yote kabla M23 haijaingia, walikuwa naishi wapi? Si walikuwa hapo Uvira? Je, walikuwa nateswa? Na kwa sababu gani wakati M23 inaingia na sisi tunajua kwamba tuko dhahiri kwamba M23 ni jeshi la Rwanda. Wakati M23 inaingia, kwa nini walifurahia? Walifurahia nini? Jeshi la Rwanda kuingia kushika Uvira. Kwa nini walifurahi? Sawa. Hivyo vyote watuambia hapo chini. Kwa kuwa kama ni nchi yako hawezi kufurahia. Unaweza kufurahia kwa kuwa kama hii ni nyumba yangu, mke wangu hawezi kufurahia kwa kuwa tumetekwa ndani ya nyumba yake. Mvamizi aje kuingilia wewe furahi? Hapana. Haiwezekani. Kwa hiyo inaonekana kwamba hao ndio waliwaingiza. Okay. Sasa na wenyewe kutoka ndio sasa wakatoka nao kwa sababu mbinu ilikuwa ni ya kwao. Okay. Sasa swali langu lingine hapa wewe kama president wa Kongomani hapa Syracuse, si ndio hivyo? Hili swali litakuwa liko rahisi sana kwako. Ndio. Kama hivi tulikuwa tunaongea, tunakubaliana kwamba hawa wenyewe huwa tunaita Wanyamulenge. Ni Wakongomani au si Wakongomani? Na ndo wale wenyewe wako wanateseka kule, wenyewe wako kwenye makambi, wenyewe walikimbia pamoja na M23 au wenyewe tulikuwa tunaongelea kwenye misamiati. Sawa. Kwanza kabisa neno Mulenge. Mulenge sio kabila. Mulenge ni mlima. Huo ni mlima wa Wafuliru. Hakuna kabila ambayo inaitwa Wanyamulenge Kongo. Ndio inaweza kusema wanaweza kujulikana kama vile ni Wakongomani wenye asili ya wapi? Ya Rwanda, lakini sio kabila la Wanyamulenge. Kwa sababu Mulenge ni milima ya Wafuliru. Iko kule. Na hakuna Kongo nzima hakuna kabila lolote lile ambalo limechukua jina la mlima. Mbona sasa nchi yote ya Kongo imechukua jina la mto? Si ni mto wa Kongo? Au mto umechukua jina la nchi? No, Kongo zamani Kongo ilikuwa inaitwa Zaire. Na huo mto ulikuwa unaitwa mto Zaire. Zamani ulikuwa unaitwa mto Zaire. Ndio. Kwa hiyo inamaanisha iko dhahiri kwamba mto unabadilika jina kutokana na jina la nchi. Hiyo kitu ndio sijafanyizia research. Nilikuwa najua kwamba ule mto ndio ulikuwa unaitwa Kongo. Na kabla ya nchi ya Zaire kuitwa Zaire ilikuwa inaitwa nini? Kongo. Si unaona sasa? Kwa hiyo huo mto unabadili majina kutokana na jina. Kwa hiyo wenyewe sasa lakini ni Wakongomani. Unakubali hilo? Kwa hali inayojionyesha ni Wakongomani. Usinikate kauli, subiri bado naongea. Kwa hali inayojionyesha wakati jeshi la Rwanda liliingia wakafurahi, wameonyesha uhalisia wao kwamba si Wakongomani. Sawa?
Kwa sababu kama hiyo tulikuwa tukiongea hapa. Wewe huwezi kuja kuvamiwa afu ushangilie yule mvamizi wako aliyekuja kukuvamia. Lakini inaonekana mlikuwa njama moja. Au ni mtu wako. Kwa hiyo jeshi la Rwanda liliingia wakafurahi. Imeonyesha uhalisia wao kama ni watu wa wapi. Sijui tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa hiyo kwa wale ambao hawakufurahi jeshi la Rwanda kuingia, hao inaonekana uhalisia wao ni watu wa wapi? Watu wa Kongo, kwa sababu hawakufurahi jeshi la Rwanda kuja wale wavamizi. Lakini kwa wale ambao walifurahi pamoja na jeshi la Rwanda kuingia, inaonekana uhalisia wao ni kule ile jeshi lilipotoka, ndio kwao. Lakini hapo kwa ile hiyo kabila ndio yenyewe mnasema wenyewe wana asili ya kutoka Rwanda. Ndio hivyo. Ndio. Sio Wanyamulenge. Wakongomani wenye wana asili ya kutoka Rwanda. Ya Rwanda. Ndio. Sio hivyo. Hao watu, kuna baadhi ya watu wenye hawako pamoja na wenyewe. Hawako pamoja na wale wenyewe wanaitwa, kwa kuwa kuna Watwigwa neho. Kuna wengine wenyewe wanajiita Akagara. Au Akagara ni kama wale wa Masunzu au wenye hawako pamoja na hawa wenye wanagombana na serikali. Wenyewe wako pamoja na serikali. Sasa hao wenyewe kwa kuwa na wenyewe hawakuenjoy kipindi chenyewe wanashika Uvira, ile nyimbo ya kuimba kwamba Uvira tombe, wenyewe ile nyimbo iliwauma. Sasa hao wenyewe nyinyi mnawaongeleaje? Mnawajua kwamba wapo au hawapo? Na ndio nilikwambia, nafikiri narudilia tena majibu yangu niliyokuambia. Kwa wale ambao walikuwa wamefurahia jeshi la Rwanda kuja kuingia, maana yake inaonekana hawa watu ni wa asili ya huko. Kwa wale ambao pengine hawakufurahishwa na hilo swala, wale waliobaki Uvira, inaonekana kwamba wenyewe ni wa wapi? Wa Uvira. Sijui unanielewa. Hawana uhusiano na wale waliokwenda. Wale waliotoka na hiyo jeshi la Rwanda, inaonekana kwamba ni wa huko huko. Ni wa huko huko. Ni wa Nyarwanda. Ndio huko kule ambapo hilo jeshi limetoka. Ndio na wenyewe ni kwao ni huko. Sasa ukisema hivyo, lakini na penyewe kwa kuwa wale wenyewe walibaki pale, na wenyewe kuna mzee mmoja nilimuona kwenye mitandao, alikuwa analalamika kwamba yeye alibaki pale Uvira. Lakini yeye walimshika wakampiga. Walikuwa wanamuuliza wakina nani walikupiga? Wakasema kama ni wazalendo. Wale wenyewe walibaki pale Uvira. Sio wale wenyewe walikimbia pamoja na M23, wale wenyewe walibaki pale Uvira. Unasikia? Sasa huo mzee akasema kwamba eti ni wazalendo ndio walimpiga. Sasa hiyo unasemaje hapo? Hiyo kwa upande wangu naweza kusema si kweli, kwa sababu kuna mwingine ambaye tumepata video yake muda si mrefu. Na wenyewe wako Uvira. Nasema wako kama familia 15 ziko Uvira. 15 tu. Ni nyingi, lakini kwa wale ambao walikuwa wanazungumzia yeye. Nasema ziko familia 15, lakini wapo salama. Wako salama. Wana ulinzi mkali. Sasa na ndio wazalendo wako hapo. Sasa hiyo salama imetoka wapi kwao? Hizo unajua, mtu akitaka kukuchafua ile wanasema kwamba akutukanaye hakuchaguli tusi. Kila tusi lolote tu tusi lolote ile anaweza kukutukana kwake yuko sahihi tu. Kwa hiyo ndio kama hiyo. Yule akutukanaye hakuchaguli tusi. Anaweza kusema yote tu yale, lakini yanaweza kuwa si ya kweli. Si ya kweli. Ndio. Okay. Kwa hiyo tu wenyewe walibaki pale, tushike kwamba wote wenyewe walibaki pale Uvira, wote wako salama. Wako salama. Wako salama. Ndio. Wako 100%. Nina uhakika huo. Uhakika uko nao? Kabisa. Kwa kuwa tunapata mavideo mengi sana ya kusema kwamba wako wanateseka. Na mimi napata video nyingi ya kusema kwamba wapo salama. Sasa tukubali zipi? Tukubali za kusema kwamba wanateseka au tukubali za kusema kwamba wako salama? Ndugu zetu, mtuambie tukubali zipi? Sasa ndio hapo tunakuja.
Kwa sababu ile nimekwambia kwamba akutukanaye akuchagulii tusi, unaweza kusema yote yale. Hao ambao wanasema kwamba wanateseka miaka yote kabla hiyo M23 haijaingia, je, walikuwa wanateseka hivyo? Na walikuwa wanaishi hapo Uvira? Ndio hilo swali. Okay. Sawa. Na tena hapo kwa wale wenyewe walikimbilia kama ni Kamanyora, si ni Kamanyora? Walisema ni Kamanyora. Kuna mbaba mmoja alisema kwamba eti yeye depuis kule kwenye utawala wa Mobutu. Kipindi cha Mobutu ndo aliona kwamba ndo ulikuwa utawala mzuri sana kuliko utawala wote wenye unapita kwa sasa. Kuanzia huko kwa papa nani Kabila, mpaka kwa Joseph, mpaka huyu nani Kisekedi. Unaona hapo pote maisha ni magumu. Sasa swali langu ni liko hapa. Kwa nini yeye anasema hivyo na tena wako pamoja na huyu nani Joseph Kabila? Na tena yeye ndio alikuwa yupo katika wale wenye walikuwa wanawatesa, lakini hivi wako pamoja huko porini. Sasa hilo swali halikuwa sio swali langu. Hilo swali lilikuwa ni la kumuuliza huyo ambaye alitoa hiyo kauli. Yeye alisema kwamba eti wenyewe walikuwa wanaishi vizuri, lakini hivi wanaishi vibaya. Hivi kwa muda gani ambao umeanza wenyewe kuishi vibaya? Nani? Huyo ambaye anasema kwa sasa hivi wanaishi vibaya. Kuanzia kipindi chenye Mobutu kwenye alitokezea kwenye madaraka anakufa. Wakati Mobutu alitoka kwenye madaraka, ndio akaanza kuishi vibaya. Hilo swali niliwahi kumuuliza mzee mmoja, nikamwambia kwamba eti nyinyi ndo mlianza ya mambo. Kipindi cha Mobutu, kipindi chenye mlikuja kuingia Kongo, au Wanyarwanda kipindi chenye waliingia, nyinyi mlijiingiza kwenye ile vita ya Wanyarwanda kuingia kumuondoa Mobutu. Unasikia? Sasa depuis pale sasa wa Afrika Kongole wakaanza kufikiria kwamba nyinyi hamko wa Kongomani, mko wa Nyarwanda. Hapa ndo mliharibia nani yeye. Yeye akasema hapana, eti pale pote tulikuwa tunaishi vibaya, walikuwa wanatutesa. Huo jamaa ndio hivyo aliniambia. Lakini nyinyi hamwezi kujua. Kama nilitangulia kusema mbele. Mkongomani ni mkarimu. Na Wakongomani wakaribishaji sana. Waga tunapenda kukaa na amani na majirani. Lakini kuna mithali ambayo inasema kwamba kwa lugha ya Kibembe kwamba yule ambaye anafuga simba, simba waga inamgeukia inakuja kumkula. Unaona? Kwa hiyo ule ukarimu wa Wakongomani na ukaribishaji ndio umekuja kutuponza. Tulikaribisha majirani, sisi tunajua kama vile ni ndugu, lakini wenyewe walikuja na siasa ambazo sizo, za kuja kuangamiza, za kuja kuvamia. Lakini wenyewe wanasema kwamba eti wenyewe, hata hilo swali lenyewe nilikuwa nimekuuliza, wenyewe wanasema kwamba mlianza Wakongomani kabila ya Wabembe au Wafurero whatever, wanasema kwamba eti walianza kuwatesa miaka mingi sana kuanzia 1964. Wakikuona kwamba wewe ni Mnyamurenge, samani, wewe uko Mnyarwanda, Mkongomani mwenye asili ya Rwanda, wakikuona tu wanasema kwamba eti wewe ni Mnyarwanda, alafu anaanza kukufanyizia mabaya. Hiyo si kweli. Kwa sababu gani? Ingekuwa kama tunajua kwamba ninyi ni Wanyarwanda tuseme, na tuwafanyie mabaya, kwa nini tuliwakaribisha? Tumewakaribisha kwetu, mmekaa kwetu, mmesoma, mmepata madigrii, alafu ndio tuje kuwageuka? Jibu inakuja ni hapana. Tuliwakaribisha ndio ile nasema Wakongomani ni wakarimu. Tukakaa kwa ujirani mwema. Kwamba jamani hawa ni ndugu, tunajua wamepata shida huko ipo siku hii shida itaisha, watakwenda na siku na sisi tutapata shida, na labda tunaweza kwenda kwao wakatukaribisha kama tulivyowakaribisha. Hiyo ndio hali ya Wakongomani. Kwamba tunakaribisha ndugu zetu, jirani zetu, ni kusaidiana, tuko katika ulimwengu. Hauwezi kujua kesho itakutupia wapi wewe. Sawa. Hiyo ya kusema kwamba
Wakongomani ndio waanza kuwatesa. Hapana. Ndio ile nakwambia walikuja na siasa ficho. Kuna kitu ambacho walikuwa wamekificha mle ndani yao. Na ndio hiyo ambayo ilikuwa imejitokeza kwamba waje ilikuwa ni siasa ya uvamizi. Sasa walipoona kwamba wameshakuwa hapo miaka mingi, waanze sasa ile siasa sasa ianze kazi. Ndio wakaanza kudonoa mmoja mmoja. Sasa tukashituka na sisi, walikuwa wanawaua. Depuis kabla na nani na Mobutu akingali. Ndio walikuwa wanawaua. Ndio. Lakini ilikuwa haijulikani hiyo. Ilikuwa ni ya kisirisiri. Ilikuwa ni sirisiri. Mbona hiyo nilikuwa bado sijaisikia. Ndio maana nakwambia wewe ni mtu wa wapi? Unaona? Mimi sitaki kusema mimi ni Mkongomani. Si unaona? Mimi sio Mkongomani. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo, kwa wale ambao wanajua wale wazee ambao wanajua historia vizuri, kwa sababu hata mimi historia sijui vizuri, lakini kwa zile ile ndogo ndogo ambao nilikusha kuambiwa, ilikuwa ni hivyo. Wenyewe ndio walianza hayo masuala ya kudokoana. Kwa hiyo na ndio maana jimbo la Shaba huko Shabunda waliwatimua kwa sababu hizo. Walikuwa wameshafika kule kote. Sio, walikuwa inaitwa kuna wale ambao wenyewe walikuwa inaitwa Wanyavyura. Wale wa kutokezea Vyura. Sasa huko wakawashtukia kwa sababu hizo za kuuana. Kwa hiyo ndio wakawatimua. Lakini sisi huku kwa sababu sisi tulikuwa jirani ni ndugu. Tulikuwa tuleane. Tulikuwa tunawalea kiivo. Yaani si sote tuishi kwa pamoja. Naam. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Okay. So kwa hiyo hivi wale wenyewe wale Wanyarwanda, wale wa Kongomani wenye asili ya Rwanda, kwa sasa hivi wakiweka silaha chini, mnaweza kuishi kwa pamoja vizuri? Si tulikuwa tunaishi pamoja zamani. Sasa kile chenye wako wanagombania, wanasema kwamba eti wanajigombania wenyewe kwanza, wanajiita tuigwaneho, yani kujigombania. Sasa wanajigombania nini? Na tena mlikuwa mnaishi kwa amani. Sasa ndio hiyo nilikwambia, siasa ambao walikuja na ambayo iko chini kwa chini wanayo. Ni kwamba wanataka umiliki wa sehemu. Sasa na ndio hiyo ambayo inawapoza. Sasa huwezi kuingia kwangu mimi nimekukaribisha alafu chukue. Alafu useme kwamba hii nyumba imekuwa yangu. Sasa wanataka kumiliki ile nani ile sehemu ya ule mlima au mashariki nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio wanataka umiliki huo. Sasa ukiangalia ukisema hiyo sehemu ya milima ile nani Mulenge ambapo wanaishi sasa hivi sio Mulenge. Wako Minembwe. Ni mbali na huko Mulenge. Sasa hebu jifikirie sasa wanajiita wa Mulenge na tena sio kwenye walipo sio Mulenge. Wako Minembwe. Mnasikia? Mimi mnatudanganya. Sawa? Unaona? Mulenge ni huko. Minembwe ni huko. Sasa sisi tunajiita ni wa huko lakini hatuishi huko, tuko huko. Mnasikia? Leo tuko na mzalendo wa ukweli. Mwenye najua nani historia zote. Kwa hiyo ndio hivyo. Ni mbinu na siasa, lakini kama wakisema kwamba jamani sisi tumechoka na haya mambo. Tunataka tu nini? Amani. Amani ni kuishi kwa pamoja bila ile chokochoko. Ama hiyo amani zamani tulikuwa tunaishi hivyo. Na hakuna aliyekuwa na wabuguzi, lakini walipokuja kuonyesha uhalisia wao kwamba wenyewe ni Wanyarwanda. Kwamba ni Wanyarwanda na wanachohitaji ni kwamba ile mashariki yote waichukue. Sasa ndio hapo sasa Mkongomani naye kashituka. Hapana, itakuwaje wewe kama mgeni uje kwangu uje kumiliki? Sasa okay sawa. Hiyo yenyewe tunaisikia, lakini hawa wenyewe wako huku kwenye nani, au wenyewe tunaita Wanyamulenge. Lakini samahani,
hata kama upendi. Acha tuwe tunatumia hilo neno. Kuna wengine wa M23. Wenyewe nyinyi mnawashikiliaje? M23 ni Wanyarwanda na wenyewe. Na tena wenyewe wanajidai kwamba ni watu wa kutokezea Masisi. M23 ni Wanyarwanda. Sema kwamba siwezi kusema asilimia yote kwa sababu kuna baadhi ya Wakongomani ambao wenyewe wamekula rushwa. So unajua kila rushwa unajiunga tuseme kwa mfano wewe ni Mrundi. Mimi Mkongomani. Niko hafu Mkongomani. Hebu tusichanganye mambo. Wewe Mrundi, mimi Mkongomani, sawa? Nakuja kwako na nakwambia bwana, mimi nataka niingie Nyabugete. Sawa? Nataka niingie Nyabugete. Nikaa hapo hebu chukua kitita cha pesa cha dola, tuseme labda dola za Kimarekani milioni 2. Niachilie niingie. Na umeshaona zile pesa zimenona. Sasa si unakaa tu hapo. Wewe leta tu hiyo pesa yako, uende kae hapo, kakaa Nyabugete. Inamaanisha wewe umekuwa Mkongomani? Hapana. Wewe si umebakia kuwa Mrundi? Utaendelea. Sawa? Mimi ni Mkongomani, wewe ni Mrundi. Kwa hiyo kuna baadhi katika hilo jeshi au nakwambia bwana, mimi nataka nipige serikali ya Burundi, chukua milioni 2 hapa tujiunge ili tukamuondoe rais madarakani, alafu tutajua jinsi ya kufanya. Sawa, wewe unachukua zile hela tunajiunga pamoja. Unaweka cha kwako. Haijamaanisha kwamba umegeuka kuwa Mkongomani. Hapana. Ndio kama hivyo. So kwa hiyo tunakubaliana kwamba ndani ya M23 kuna Wanyarwanda na Wakongomani waliorubuniwa ndio. Okay. So kwa hiyo lakini kuna tukisoma historia wale wa Masisi ni kama Wakongomani. Lakini hata kama wanaongea lugha ya Kinyarwanda ni Wakongomani. Kwa kuwa ni kama vile Tanzania. Unaona Tanzania au Wamasai. Si haujawahi kuona Wamasai wa Tanzania na Wamasai wa Kenya. Kwa kuwa kipindi chenyewe waligawa mipaka, wazungu kipindi chenyewe walipiga mipaka. Kuna Wamasai wenyewe walijikuta wako Kenya na wengine wakajikuta wako Tanzania. Sasa hata huko Kongo na hao Wamasisi hawa walijikuta wako katikati, wameshaingia kwenye kundi la Kongo. Sasa nyinyi hapo mnawachukuliaje? Kwa kuwa Tanzania wanawachukulia wote ni wa Tanzania. Wakati wa kugawa mipaka, unajua hilo halipingiki. Hilo halipingiki. Kwa sababu hata tukienda Zambia na Kalemi ni kama hivyo. Wakati ile mipaka inagawiwa, sisi tunachukua kwa mfano nyumba yako hii. Sema kwamba hapo tunataka kukata mpaka. Huku kuitwe Nyabugete, huku kwingine kuitwe Chibitoki. Sawa? Tunakata hapo katikati. Sisi ambao tuko huku tutajita ni watu wapi? Wa Nyabugete. Wale ambao wako upande wako wanajiita wapi? Watu wa Chibitoki. Sawa? Lakini sio utakuta saa nyingine watu tunaongea lugha moja na tunaelewana. Lakini tumeshatofautiana kwa sababu ya nini? Ya huo mpaka. Ni kwa hiyo ndio hivyo. Lakini mnawakubali kwamba ni Wakongomani. Wale wa Masisi wote wenyewe wanaongea lugha ya Kinyarwanda. Hapana. Sio Wakongomani. Ndio nimekuambia. Hapa sasa hapa ndio patakuwa vita milele na milele. Hapana, kwa nini niseme vita milele na milele? Kwa kuwa wale wenyewe au wa Masisi au wa Masisi hawa deja wameshakuwa automatically Wakongomani. Sikatai, hapo sikatai. Sasa kwa nini sasa ukubali kwamba eti ni Wakongomani? Utawajuaje? Kwa sababu mimi nikija kusema kwamba mimi ni Mkongomani tu. Ndio ukubali kama ni mimi Mkongomani? Ni
nyinyi mnaangalia kila mtu yoyote mwenye anaongea lugha ya Kinyarwanda eti ni Mnyarwanda. Hamna ile ya kusema kwamba eti huyu tuangalie ukoo wake, yeye anatokezea wapi. Kila mtu yoyote mwenye anakuja anaongea kilugha cha Kinyarwanda, Mnyarwanda. Uwae. Sio hivyo. Hiyo si kweli. Hiyo si kweli. Ndio wewe nakwambia kwamba tunafuata mipaka na kuangalia uhalisia ukoo. Ukoo. Kwenye alitokezea. Sawa? Ukoo. Hilo ndio linaamua. Sio lugha. Ni ukoo. Sasa ukoo, tukiangalia hapo kwenye ukoo, kwa kuwa huwa nasikia sana, kuna wengi sana huwa wanalalamika, wanasema kwamba au wakongomani wenyewe wanajiita eti ni wakongomani. Unaona? Wenyewe ndo wa vrai congolais. Huwa wanawaangalia wengine kwamba ni Wanyarwanda. Kila mtu yoyote mwenye anaongea lugha ya Kinyarwanda, au kama mimi nikifika kule, hawatasema kwamba, wataniona kwamba hata mimi nikizaliwa kule na tena nikikomalia kule Kongo, hawataona kwamba mimi ni Mkongomani. Wataona kwamba mimi ni Mnyarwanda au mnani ya Mburundi. Sasa swali mimi nataka kuuliza. Kwani kuna tatizo gani kuitwa Mnyarwanda? Tatizo kwa nini sasa pale au wa Masai wa Kenya, unaona wale wa Masai hawaitwi wa Masai wa Tanzania, wanaitwa ni wa Masai tu, wanaitwa Masai na wa Kenya wanaitwa ni wa Masai, ni wa Masai. Sasa kwa nini sasa wenyewe wale wenyewe wako pale Masisi hamuwaiti watu wa Masisi au muwaite watu tu wa Kongomani? Mimi haujajibu swali langu. Kuna ubaya gani kuitwa Mnyarwanda? Kwa kuwa Mnyarwanda ni nyingine nchi. Ile ni nyingine nchi. Ni tusi. Ni tusi. Ni tusi? Yeah, mimi kwa hilo ni tusi. Kwa kuwa mimi ni Murundi. Ukiniita Jafet wewe ni Mnyarwanda, nitasikia vibaya. Utasikia vibaya kwa sababu wewe sio Mnyarwanda. Yeah. Sawa? Lakini na yule deja yeye sio Mnyarwanda. Sawa, sasa umesema mtu pengine amezaliwa hiyo sehemu, amekulia hapo, amesoma nini. Nilikupa mfano wa Marekani weusi. Sawa? Marekani weusi. Zaidi ya miaka 200 wako Marekani. Sawa? Lakini bado wanaitwa ni wanani? Wa Marekani wenye asili wapi? Ya Afrika. African Americans. Haiwaudhi kwa sababu wanajua asili yao. Sasa na ndio maana wote wenye wanaongea kilugha cha Kinyarwanda wote ni Wakongomani wenye asili ya Rwanda. Bayama. Aben, mumungu abini. Sasa hapo unaitwa hata ufanye miaka 1000 huko hapa Marekani. Utaitwa ni Marekani mwenye asili ya wapi? Ya Afrika. Watoto ambao tunazaa hapa wanaitwa ni wanani? Wa Marekani wenye asili ya Afrika. Lakini mnawakubali kwamba ni wako citizen ya Kongo. Ni wewe. Huo uraia. Sasa hivi tuchukue mfano wa Kongomani ambao wako Tanzania kwenye kambi ya Nyarugusu. Kuna watoto ambao wamezaliwa pale, wameoa, wamezaa na wenyewe, wamekuwa na wajukuu, wako pale Tanzania. Lakini bado wanahesabiwa kwamba ni wanani? Ni wakimbizi. Wakimbizi. Kwa kuwa bado wakingali kwenye kambi. Ile ni kambi. Kuna utofauti. Hebu nisikilize vizuri. Sawa, kuna utofauti. Wako kambi. Ndio. Kwa hiyo hata wakae pale miaka 1000 wataendelea kuitwa na nani? Wakimbizi. Sawa? Sasa lakini kumbuka kwanza kwa nini ujue kwa nini hao Wanyarwanda ambao walitoka kuwa kama wakimbizi Rwanda
wakakimbilia Kongo. Baada ya miaka kadhaa huo ukimbizi wao ukafutika. Unafutika. Kwa nini? Kwa nini? Yesterday ndo nilikuwa naangalia news, nikaona Christian Bella, si ni Mkongomani wenu? Alipata uraia. Alipewa uraia. Alipewa uraia. Unasikia? Alikuwa na miaka mingapi pale? Haijalishi. Lakini hawa wenyewe tunaita Wanyamulenge wanaishi pale Kongo over 400 years. Over 400 years. Yeah. Kongo ina miaka mingapi? Kongo ina miaka mingapi? Sijui. Wenyewe ndio wanasema eti ukiangalia vizuri wenyewe ndio wanasema kwamba eti wanaishi pale kizazi na vizazi. Sawa. Narudia tena hapa kwenye nchi ambayo tuko. Wa Marekani wenye asili ya Kiafrika. Hilo haitatoka. Na wenyewe tutaendelea kuwaita hivyo milele na milele. Ni hivyo hapo Marekani mwenye asili ya Kiafrika. Hilo halitatokaga kamwe. Na Wanyamulenge tutawaita. Tugeuze. Samani. Anataka kunipiga kwa kuwa na waita eti Wanyamulenge. Hamko Wanyamulenge, mko Wakongomani wenye asili ya Rwanda. Sio hivyo? Ya tuwe tunawaita hivyo Wakongomani wenye asili ya Rwanda. Hilo ndio jina lingine lenye wamepewa. Kwa kuwa Mulenge ni mlima wa huko kwetu Kongo huko. Ya kwa hiyo tukiwapatia ule mlima watakuwa wametuchukua. Kwa hiyo so nchi ni ya kwetu bwana. Kongo si yetu. Kongo ni yetu wote. Sasa pale kwenyewe walikuwa wanacheza kwamba eti Uvira Tombe nyinyi kilikuwa kinawauma. Kwa sababu ni Wanyarwanda ndio walikuwa wamevamia nchi yetu. Ndio maana yake kilikuwa kinawauma. Ndio kilikuwa kinaumiza. Wewe huwezi kufurahi wakati mgeni anakuja kuvamia kwa kufurahi. Hapana. Ule ni Wanyarwanda walikuwa wamekuja kuvamia, basi Wanyarwanda wengine wakafurahi. Kwa sababu ni wenyewe kwa wenyewe. Sasa utakuja kufurahi. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo wakati jeshi la Rwanda lilikuja kuvamia likashika Uvira, basi Wanyarwanda wengine wakafurahi. Kwamba tumepata ukombozi. Hivi sasa tunakuja tunakuwa na nchi yetu. Hapana, haiko hivyo. Sawa. Kwa hiyo hawa ndugu zetu wenye asili ya Rwanda waachane na hiyo mambo, wajiunge pamoja na jeshi la Kongo kusudi wafukuze waasi watoke ndani ya nchi. Itakuwa vizuri sana. Wakikuja wanasemaje hii? Kusalenda. Sema tu hiyo. Unaeleweka tu. Kusalenda. Nakuelewa tu. Wakisha salenda wakasema kwamba eti wanataka kujiunga pamoja na jeshi la Kongo, mtawapokea? Ile jeshi ya Twirwaneho haiwezi kuwa kitu rahisi kuwapokea, kwa sababu tumekwisha jua malengo yao ni nini, ya kuteka nchi nzima. Sawa. Unajua unaweza kuwa unamfuga nyoka. Unampa vyote ambavyo anahitaji, lakini uhalisia wake atabaki kuwa nyoka tu. Mwisho wa siku atakugeukia na kufanya nini? Anakudokoa. Kwa hiyo nyoka atabaki kuwa nyoka. Anabaki kuwa nyoka. Ndio hivyo. Kwa hiyo hata wakisema kwamba jamani sisi, lakini mbinu yao imeshajulikana. Mbinu zimeshajulikana. Kwa hiyo huwezi kuja kunirubuni tena wakati nimeshakujua kwamba wewe ni nyoka. Na siwezi kuchengena wewe, najua nikichengena wewe sahani moja lazima utaning'ata tu. Na tena maybe pale kwa ile sahani umeshaweka sumu. Unaona? Mambo kama haya. Kwa hiyo ndio hivyo. So kwa hiyo wameshaharibu jina lao. Hiyo imeshaharibika tayari. Imeshaharibika hiyo. Sasa mbona kwenye jeshi la serikali wamo? Kwenye jeshi la serikali wamo. Wanafanyaje? Si wanadungua mmoja mmoja. Nani sasa na wadokoa?
Hao ambao wanasema kwenye jeshi la serikali wamo. So unajua serikali ndio inawadokoa mmoja mmoja. Unajua majenerali wangapi wa Kikongo wanauawa nao watu? Kwa sababu wana mbinu yao. Na hicho ndio kinatakiwa kufanyika kwanza kwenye serikali ya Kongo. Ni kufanya msako. Ni kufanya msako kweli kwamba tumeshajua mbinu zenu. Na ndio maana unaona wengine ambao walikuwa wanafanya kazi serikalini wakati M23 imefukuzwa Uvira, wametoka kule kwenye nani zao za serikali, wameenda kujiunga na M23 kwa wanasubiria wako. Unaona wanasimamia kwenye na hiyo. Sasa ninyi ambao mnajiita Wakongomani ulikuwa unafanya kazi kwenye serikali ya Kongo, sawa? Alafu wakati jeshi la Rwanda limedhibitiwa, wewe unatoka unakuja kujiunga na jeshi la Rwanda. Sasa hiyo inakupa picha gani? Hiyo niliona pale ndani ya kipindi chenye walishika Bukavu. Ndio niliona mapolisi wengi sana walijiunga, na tena wote walikuwa wanaongea Kiruga hiki cha kinyumbani. Sasa hiyo inakupa picha gani sasa? Mtu anafanya kazi serikalini lakini anaenda kujiunga na jeshi la adui. Si ndio nakwambia, hata kama akisema kwamba silaha juu, mbinu yao imeshajulikana. Wameshajulikana. Sio wanajitoa wenyewe kwa sehemu ambazo walikuwa wanafanya kazi lakini wanakuja kujiunga. Sasa amani Kongo iko mbali sana. Na tena bado watu wako wanakufa. Kama mmeshawachukulia hivyo, tuombe tu. Sasa mungewasamee hayo yote yenyewe yametokea, alafu mkae pamoja, mkae kwenye meza moja, muongee yote yaishe. Alafu wale au wenye Wakongomani wenye asili ya Rwanda waishi pale, kwa kuwa wote si wako pale ubembeni tu. Si wote wako pale zone Fizi. Nafikiri ili swala mimi nitarudilia mara zote. Kwa sababu hapo awali kama vile tuliwakaribisha tukaishi kwa salama. Lakini kwa sababu ya njama na mbinu ambazo walikuwa nazo wakaanza kugeuka. Yule nyoka ambaye tulikuwa tunamfuga akaanza kutudokoa. Sawa? Kwa hiyo ameshajulikana, sasa hivi ameshajulikana kama ni nyoka. Kwa hiyo kukaa na binadamu inakuwa ni vigumu. Umeshamjua ni nyoka. Lakini mimi nikiangalia kuna mmoja mwenye anaitwa Masunzu. Masunzu ni nani wa kwao. Huo Masunzu lakini couple months ago nilikuwa nasikia kwamba wamemfunga. Chenyewe walimfungia sikijui. Alafu tena kuna mwingine huyu mwenyewe alikuwa ameenda kufanya operation pale Uvira, alafu wazalendo wakamkataa. Sijui kama uliwahi kusikia taarifa. Hapana. Kuna mmoja. Sasa mbona kuna wengi sana ndani ya serikali, wote watawatoa kivipi? Na tena hata kama wakishika mji wanajiunga, tatizo ni pale kuwatoa ndani ya serikali, itakuwa ngumu. Hiyo ni siasa. Ni siasa. Hapo acha tuache siasa icheze mkondo wake. Bayama maungu abino. Samani. Unasikia? Itakuwa sasa ni tatizo nyingi sana. Hakuwezi kuwa tatizo kwa sababu ukishagundua kwamba mimi ni mtu wa alisia fulani, baki kwanza kwako. Baki kwanza kwako. Na nasema hivyo ni kwa sababu gani? Haya, wametumuliwa Uvira. Tunakwenda nao moja kwa moja, tunakwenda nao taratibu mpaka wataenda kule walipotoka. Na hao waliokwenda nao waende hivyo kule mpaka kule walipotoka, wabaki kwanza kwa, alafu wakishafika kule walipotoka, siku tuboreshe nchi yetu. Kama mtakuja kukaa tena ujirani mwema, hapo inakuwa ni baadaye, lakini kwetu tumeshafanya nini? Tumeshaboresha. Mbona unasikitika? Mimi naumia kwa kuwa ni ndugu zangu sana. Ndio, na mimi ni ndugu zangu.
Ni ndugu zako. Ya, wengi sana mimi ni ndugu zangu sana. Kwani udugu hauishi? Yo. Udugu hauishi. Jinsi nyinyi mmeshawachukulia, mmewachukulia kama ni waasi. Kwani wenyewe tuchukulia vipi? Haya, sisi tumewachukulia kama ni waasi, sawa. Wenyewe wanatuchukulia vipi? Wanawachukulia vibaya tu. Wenyewe ndio walianza mauaji. Mimi nikiangalia story gesi inasema vizuri, tukienda kwanza kidogo. Huwa nasikia wengi sana walikuwa wanasema kwamba eti kama wazazi wao Wanyamulenge wakishuka huku Baraka, samani, acha tu nitumia hili neno tu, baadaye sitaongeza tena kulisema Wanyamulenge, nitakuwa nasema Wakongomani wenye asili ya Rwanda. So watu wakitoka kule kwao kule huko kama ndo Murenge, wakishuka pale Baraka, ile ya kurudi, vijana wa Bembe, vijana wa walikuwa wanawabaka hapo zamani. Na nukuu wenyewe waliniambia, watu wenyewe waliniambia, sijaona hapo, mimi nilikuwa na nukuu. Unajua kuna mithali ambayo inasema kwamba mfalme waga hali nyama yenye sikio moja. Unajua maana kwa sababu gani nimesema hivyo? Hiyo story ambayo umeongea, aliyekwambia ni mtu wa aina gani? Ni Murundi. Mwenye alikuwa anaishi pale Baraka. Alikuwa anaishi hapo Baraka. Ya, ni Murundi. Sio nani? Sawa, umemaliza? Ulisikia kwa mtu mmoja. Ulisikia, hiyo ni historia ya upande mmoja. Ya upande mmoja. Na upande wa pili? Upande wa pili sijafanikiwa kuongea na upande wa pili. Ndio hiyo sasa nakwambia, mfalme waga hali nyama yenye sikio hili moja. Ni master kule masikio huyo. Masikio yote mawili. Sawa, acha basi tuende kwenye kumalizia kipindi chetu hapa. Naam. Yeah. So depuis tumeanza kuongea hapa na kwenye ingia hapa ndani ya studio yetu, nimeona umefurahi sana. Kuna swali lolote lenye kuuliza na tena ulikuwa unatamani nikuulize nalo kusudi lipeperuke, wale walisikie, wale wenyewe wako wanagombanisha serikali yetu ya Kongo walisikie? Kuna lolote lenye kukuuliza lakini ulikuwa unanitaka eti nikuulize nalo? Mimi nafikiri maswali yote ni mazuri na kipindi kilikuwa kizuri, lakini kuna sehemu moja sio swali, ni kama vile pendekezo. Ya Waafrika wote. Sitasema Wakongomani au Wanyarwanda tu peke yake. Afrika kwa ujumla. Hii ni Afrika kwa ujumla. Kwa sababu vita tunayopigana tukiangalia sisi kwa sisi. Hauwezi kuona mzungu anakuja kuingilia eti apigane na wewe. Hapana. Na tujue kwamba hii siasa ambayo tunapigania imeletwa na wazungu. Kwa sababu ya kuja kugawanya watu weusi. Kama vile walivyogawa mipaka, na ndivyo wanataka wakubakie, wewe ni wa huku, wewe ni wa huku. Lakini tujue kwamba Afrika ni moja. Afrika ni moja. Tuache vurugu za mipaka. Tushikamane kama Muafrika, tujenge Afrika yetu. Amen. Tukiangalia Afrika ni bara tajiri ulimwenguni. Bara la kwanza kwa utajiri. Lakini ni bara la mwisho kwa umaskini, kwa maskini. Hilo ndio kitu chenye kinaumiza. Hiyo ndio inaumiza. Sasa na hawa wazungu wanachukulia ule udhaifu wetu wa kusema kwamba kugawagawa
Atakuja kwako, bana wewe ni Mrundi, unajua nchi yako ni maskini sana. Hiyo njia ndio atapitia hiyo. Hiyo ndio njia wanakuja. Wewe Mrundi, unajua nchi yako ni maskini sana. Sisi tunataka tukusaidie tuboreshe nchi yako. Hebu ingia hapo. Tufanyie mpango hapo, piga hapo. Na wewe ukisema ukishamwona mzungu unasema kwamba huyu mzungu kweli labda atakuja kunisaidia, unamchukia ndugu yako. Ndio ile ambayo sisi kwa lugha ya Kizungu wanasema kwamba self hatred. Yake tunajishukia wenyewe. Mtu mweusi anajishukia mwenyewe. Hiyo inatakiwa tuondokane nayo. Tuungane kwa kupigana na huyu mzungu ambaye analeta mgawanyiko kwetu. Tukifanya hivyo mambo atakuwa shwari. Kwa sababu ninaamini kwamba taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikipata amani, Afrika itaboreka. Kutokana na taifa hili moja. Kwa sababu hilo taifa moja lina uwezo wa kuwasha Afrika nzima miaka nenda miaka rudi. Sasa huo umeme sasa tukifanya hivyo, tukianza kupigana sisi kwa sisi, tutapata hizo faida? Hapana. Kwa hiyo inatakiwa Afrika tujiunge, tuwe na umoja. Tuwe kitu kimoja. Tutashinda na tena tutakuwa matajiri. Hapo hautamuona Mwafrika maskini. Na tena hakuna Mwafrika atakuwa anakuja huku Marekani kufanya. Unakuja kufanya nini? Masomo tu. Hakuna cha masomo. Masomo yalianzia ni Afrika. Kama wamekuja mahesabu, ukifuata historia vizuri. Hisabati, somo la hisabati. Lilianzia wapi? Misri. Misri iko wapi? Afrika. Sawa? Ujuzi wote hivi vyote hivi vitu tunavyoongelea hivi. Wabunifu ni wakina nani? Afrika. Watu weusi. Na watu weusi asili yao ni wapi? Ni Afrika tu. Ni Afrika. Kwa hiyo huku hakuna kitu. Sisi wa Afrika tulipewa akili, lakini hatukupewa ujuzi. Kubuni. Wenzetu walipewa ule ubunifu lakini hawakupewa akili. Ndio vitu ambavyo vina nani. Kwa hiyo kwa kumalizia ni kwamba nataka tu ni huu ujumbe uende kwa Waafrika wote kwa ujumla. Sisemi eti taifa fulani, hapana. Afrika nzima kwa ujumla. Tuwe kitu kimoja. Tumjue adui yetu ni nani. Hivi vita tutavishinda. Mmemsikia? Tuachane kuwa tunavuka mipaka ya nchi za wengine kwenda kugombana. Tuachane na hayo yote. Kwa sababu sisi sote ni mtu mmoja. Sisi sote ni mtu mmoja. Na unavamia nyumba ya mwingine kwa nini? Sasa unajua nikikosa kisavu hapa kwangu nitaenda kwa jirani nimuombe atanipa. Tuwe na ule ujirani mwema. Afrika tuwe na ujirani mwema. Basi. Hiyo ndo huyu Gaddafi ndio ilisababisha na kufa hiyo. Ndio na Makadafi sasa hivi ni wengi. Hata huyu Peti wa Burkina Faso huyu, hicho ndio kitasababisha na kufa. Kwa kuwa aliwafukuza wote wazungu. Sasa unajua hichi ni kitu ambacho ndio maana nasema Waafrika inatakiwa tupanuke akili. Kusiwe Traore mmoja, kusiwe Gaddafi mmoja. Au kusiwe Magufuli mmoja. Sawa? Tuwe wengi wakina Gaddafi. Kuna historia fulani niliwahi kusoma wakati niko shuleni. Nilisomea Tanzania. Tuko shule ya msingi, kuna mtoto fulani alikuwa mkorofi sana. Sasa katika ule ukorofi wake, lakini alifanya kitu ambacho kilikuwa ni cha msingi sana. Akashawishi wenzake wote mle darasani pale shuleni waitwe jina lake. Wote akawashauri wote waitwe, akawashawishi wote waitwe jina lake. Alikuwa anaitwa Masala Kulanga huyo mtoto. Sasa akaenda sehemu fulani akafanya ukorofi, akakimbia akaenda shuleni. Mwalimu akaja amefoka sana. Mwalimu akaja yani na kasi na hasira.
Akafika darasani akauliza, Masala Kulanga huyu ni nani? Wote wakanyosha mkono. Huyu Masala Kulanga, huyu Masala Kulanga, huyu Masala Kulanga, huyu Masala Kulanga, huyu Masala Kulanga. Sasa wewe weka mwalimu utampiga nani? Hakuna. Unaona? Na ndio hicho ambacho Waafrika tunatakiwa kufanya. Sisi sote tuwe Waafrika. Kama ni matraoli. Sote tunasimama tunakuwa matraoli. Sawa? Sasa hao wakija Traoli huyu ni nani? Utakuwa mimi ni Traoli, huyu ni Traoli, mimi ni Traoli, utampiga nani? Hakuna. Hautapata yoyote mwenye utamuua. Hutapata ambaye utamuua. Kwa sababu sisi sote tuna jina hili moja. Tunajenga South Africa yetu vizuri. Kwa sababu sote ni jina hili. Tunasimama kwenye msimamo huu. Malengo yetu ni haya. Moja. Waachane na hayo mambo tu, waje tu sisi sote tujenge nchi yetu ya Afrika. Ndio hivyo. Sawa? Ilikuwa ni hilo. Nakushukuru sana bwana. Okay, asante sana bwana. Jibril huyu. Bwana mwana wetu wa Mbembe, ale mwana wetu wa Talukulu. Twabote wa Talukulu. Ole wa odi. Ina bote wa Wimbi Paul. You abote we ine o. Na ole la bosonga. Ndio bwana mwana wetu. Hii ni ndio mwana wa Bope na shile mwana wa Wimbi ni ndio mwana wa Talukulu. Talukulu. Michelela Talukulu. Ndio Wimbi ale uli. Beno tumuchelele Tanganyi avenu bana ba Wimbi. Wimbi Paul. Tamuchelele. Tanzania. Bo. Ole. Ndio bale bana baba Nyabelongo. Acha basi tumalizie kipindi chetu. Asante sana kwa kututizama, kutufuatilia kipindi chetu. Tulikuwa tunaongelea na huyu mchambuzi wa siasa ya pale kwetu Kongo. Tulikuwa naye ndo tunamaliza kipindi chetu. Kwa hiyo endeleeni kutusupporti na kutupatia subscribe kwa hii YouTube channel yetu. Tuendelee, mwe mnatuambia chenye mnataka kwenye comment, chochote chenye mtakuwa mnatuambia nasi tutakuwa tunakifanya hivyo hivyo. Asante sana. Chao chao.